Kutoka Bungoma tumetembea na ndugu zetu. Kutoka Bungoma tumetembea na ndugu zetu hapa na MCS. Tuko na minority leader wa Bungoma anaitwa Vitalis. Tuko na mzee wa kazi Mheshimiwa Balala, mayor, former mayor wa Webuye, former councillor, sasa MCA Maraka Ward. Tuko na MCA wa West Bukusu kutoka Bumula, anaitwa Job Mukoyandari. Tuko na Alan MCA kutoka Tongaren, ward inaitwa Naitiri Kabuyefwe. Tuko na ndugu yetu anaitwa Orise hapo. Tuko na viongozi wengine, tuko na former MP Sapoti Wafula Zaro, tuko na Powell Gilas Misisi, tuko na engineer wa Muta. Back to you. Asante Mheshimiwa. So Mheshimiwa Jack Wamboka na timu yake wamekuja kutembelea hapa. Brief background, najua juzi wakati nilikuwa kule Homa Bay, tulikuwa na Mheshimiwa Jack Wamboka kwa jamii, na zile shida zote ambazo tulipata huko, mimi nilikuwa na social media kidogo alisema, so akasema kule ndio tukasema pia tuongea na mtu wa media manafanya kwa nafasi. Jambo la kwanza ni kwamba ndio tunajua hii lila mwananchi mkuu na katika counties tofauti katika taifa la Kenya. Na hii tour ya Homa Bay ilikuwa ni tangazo watu walikuwa wanatoa ina na kukakuwa na vitisho vingi sana kutoka kwa viongozi fulani kutoka kule Homa Bay wakitishia usalama wale watu ambao wanaenda kule Homa Bay. Watu wanaenda wakisema kwamba hiyo ngome ni ya president na ngome ya lakini nasi tukasema kwamba unajua hiyo sehemu ya Homa Bay ilikuwa pia ni ngome ya Raila Amolo Odinga, yule ambaye alipigania ukombozi wa Kenya wa taifa la Kenya. Alikuwa mstari wa mbele, kila mtu anajua, na pia akaumia sana, akafungwa kwa detention, na alikuwa anapigania democratic space. Na tukasema kwamba county ambayo ilikuwa ni ya baba Raila Amolo Odinga haiwezi kuwa ni county ambayo watu watakatazwa kwenda kujumuika na ndipo sasa tukienda kule tulikuwa tunajua tu kwamba mambo yatakuwa sawa sawa. Sisi na wengine, mimi Jack, Mheshimiwa Majimbo, Mheshimiwa Rengo, sisi tutatoka upande wa Kisumu. Maana tulana Kisumu tukatoka mapema. Na kule Kisumu tukiondoka tu kulikuwa na tension kidogo. Maana Mheshimiwa Rengo alikuwa anasema kama anapata report kwamba kuna vijana wamefunga barabara. Lakini sisi tukasema kwamba hatutaogopa. Maana hii taifa ya Kenya ukikuwa mtu mwoga sana, watu wengi wataongea. Tukisema tukaanza utusiende, then ni ujumbe gani ambao tutakuwa tunapitisha kwa Kenya. So mimi na Mheshimiwa tukapanda gari yangu, Majimbo akatufuata, Mheshimiwa Kawarenga akatufuata. Kwanza ile alikuwa mbele, maana ni area yake. Tukaenda of course na challenges kidogo kwa barabara, lakini wakati tulifika mahali inaitwa kwanza Homa Bay yenyewe, tulifika Homa Bay tukapata vijana wa ODM hapo wengi sana. Wamevaa makofia hii ya orange na wanapiga kelele. Na sisi hapo na Ogada tulikuwa tumekaribisha hiyo. Anasema Ogada tembea ni vile, hakukuwa na shida. Sisi tukaenda. Mahali tulifika tukapata shida kubwa, ilikuwa ni ile kwenda. Kufika pale ndio tukapata barabara imefungwa. Imewekwa mawe, ile mawe kubwa imewekwa kabisa kama like 20 meters hivi. Miti ya stima imewekwa kwa barabara. Zile viosk kidogo pia zikatupa kwenye barabara. But somehow sisi tukapita na gari ya mitambo na tulipigwa sana, maana gari kioo kuvunjwa mara ya kwanza ilivunjwa pale ndipo. Ilipigwa, kioo kavunjika. Ile gari ambayo ilikuwa inatumia gari yangu pia ikapigwa mawe hapa nyuma. Lakini sisi tukapita. Ile timu ya Mheshimiwa Rengo hawakupita, wakasimama hapo, watu wakaanza kutani wakirudi.
Na hapo ndio mheshimiwa Majimbo pia aliumia, alipigwa mkono Afrika ikapata spray na nini, hata yeye hakufika kwa nani, akarudi kwenda kutafuta matibabu. So dalili tangu asubuhi ilikuwa dalili nzuri, na tukipita pale Homa Bay kulikuwa na hali ya tayari kama so tukaenda tukafika kwa mheshimiwa kule Karoli, tukafanya mambo ya briefing. Baadaye mheshimiwa Rengo alifungulia barabara na polisi, sisi alisaidia kidogo akapita, akaja akipiga. So tukaenda first lane. Barabara ilikuwa mbaya sana. Kutoka kule kwa mheshimiwa Karoli kwenda kwa ile maana inaitwa Nyandiwa, barabara ni mbovu kweli kweli, ilikuwa muda mrefu sana. Tukapata wananchi walikuwa wengi, ni address mkutano mwingine pale Nyandiwa, pale kwa soko kwa address kwa moja, alafu mtu wao alikuwa amejaa pia kwa stadium. Tukaenda pale kwa stadium kwa na kwa barabara kila mahali tulikuwa tunapita, watu wote without exception walikuwa wanasema kwa one. So kutoka pale Nyandiwa kwenda nita Sindo. Ikawa pia mwendo ni mrefu sana. Na barabara pia ni mbaya, it took a lot of time. Ndio kwenda tutaenda wapi? After some point tukasema hata twende Sindo, twende straight to Homa Bay. Maana time pia kwa imesonga sana. Lakini ikasemekana kwamba kule Sindo pia walikuwa wengi sana. And indeed wakati tulifika pale Sindo, watu walikuwa wengi ajabu. Na hiyo dunia ni watu wa wanda. So wakati tunaanza mkutano pale, hata hatukufanya speeches atiborefu sana. Sio viongozi wetu wanaongea hapo, maana kwa tunataka tufike Homa Bay. Tukikuja sasa kwenda barabara mbaya sana. So tulikuja kwa junction ya Homa Bay paka mawe. Na huko nyuma tukija by day kila mara kwa tunasimama watu walikuwa wanashangilia. Stopovers kidogo wanasalimia tukipiga kwa ni watu wetu. Tukapata tena hawe na sasa hapo ndio walikuwa wametupangia vita. Kweli. Maana hapo kulikuwa na mawe imepangwa kwa barabara, miti ya stima imepangwa kwa barabara, yani barabara zilikuwa ziko block na watu walikuwa wengi sana huko na wamegawanyika mara mbili. Wengine huko pande ya alafu tukiingia hivi tear gas ikatubwa. Na ndipo tunasema lazima polisi watueleze. Hii tu hata kuna mtu ambaye anaweza kutafuta license, wewe kule kwa fire na kupatia license kubeba tear gas. Unabeba bunduki. Lakini tear gas coordinate huwezi pewa hizo vitu. Tukapigwa na tear gas. So wakati kulikuwa na ile giza na hiyo tear gas by the way unaniona? Yeah. Hiyo tear gas by the way Ruto lazima atueleze mbona analeta sumu. Unaona pia. Hiyo tear gas inakuchoka. Inakunyonga kabisa, inakuchoka. Alafu inakuchoma maskini kama mwagiwa acid, inakuchoma kabisa na inakuchoma kila mahali. Hata jua mama wa survive namna gani. Inakuchoma kweli. Sasa tunaingia kwa hiyo moshi, barabara imefungwa na mawe na miti, mnapigwa na mawe. Nyuma watu wanafuata wanapiga, kando mnapigwa, kule mbele mnaenda pia mnafanya nini? Mnapigwa na mko ndani ya tear gas. Hapo ndio gari langu lile la mitambo ilipigwa risasi. Na gari hiyo mitambo ni nzito, wakati nilipotoka na hiyo gari kainama kaanguka chini. So driver kabidi kutoka mbio, alikuwa pia na askari wangu walikuwa hiyo gari pia kutoka mambo kutoka tu mbio. Na driver wakati anatoka namna hii anakatwa kwa kichwa. Na watu wako anabanga. So hiyo gari ikakuwa vandalized na baadaye ikachoma. So tukifika pale kule junction sasa magari imepigwa yote, hakuna gari ambayo haikupigwa. Yote 100% magari yote yalipigwa. Tukifika pale kwa junction tukapata askari wengi sana wamejaa hapo. Na hao askari wako na issue. Actually they welcome us. Tukaingia hapo vizuri, tukaenda watu ile Homa Bay hiyo jioni hakukuwa na watu. Lakini wakati msafara wetu unakuja namna hii, watu wote wakamwagika kwa barabara. Watu maelfu ya watu. Tunaambia mchana ilikuwa kwamba wale hired goons walikuwa wanatembea kwa maduka za watu, kwa hoteli, wakiambia watu kama ile ni ya tuta. Mtu asijaribu kwa kitu mambo. So walikuwa wameingiza watu wote hapa. Hilo wakati tulifika watu wote kwa makao kwenye. Na tukapokelewa sana na wananchi vizuri. Lakini kulikuwa na lori karibu 3 za polisi zilitupita hivyo the other side of the road. Kufika kwa junction wakarudi. Hawa ndio walikuwa wanatupiga from behind. So tunajaribu kusimama kuongelesha na watu, lakini huko nyuma marisasi na tear gas zinakuja. Sasa kuna wengine pia wanatupia mawe kutoka kwa ghorofa huko wanatupa mawe. A few people. But the majority of the people walikuwa wamefurahi sana. Sasa personal experience yangu na mheshimiwa Jack hapa
ni kwamba sisi ndio viongozi wawili ambao tulibaki Homa Bay. Maana tulikuwa kwa hiyo sisi ndio tulikuwa mbele tukiingia Homa Bay, na gari yetu ile tulikuwa tunatumia ilidungwa mguu wa mbele wa left. Kuna mtu aliidunga. Gari kaenda pumzi kaisha kwa taya. Kakuwa flat sana. Tukasema msimami, wacha twende. Gari lenda taya kaisha, tukaenda na rim. Kafika mahali tukasema sasa tuwezi kupita hapa tena. Luckily kulikuwa na some feeding center hapa na fere watoto wa ECD. Tulikuwa tuna building mbili na tangi la maji. So na ilikuwa na gate. Iko na wire, iko na fence mzuri. Nimeweka mesh wire mzuri kabisa, very strong. So tukaingia hapo chain, tukaingia hapo hapo ndani. Lakini naambia mheshimiwa hapa, ndio nakaa hapa ni kama ya iko sawa sawa. Because tuko barabara tu nao jamaa bado wanapita hapo. Kabla tumalize hivi, jamaa ndio wamefika kwa gate. Na mapigipigi na marungu na mapanga, wanaambiwa watchman fungua hapa, fungua hii gari. So sikuwa na askari, tukarukia, we jumped over the fence. Tukarukia kwa fence, na panda hivi kwenda huko juu, alafu unaruka. Huyo mheshimiwa anaanguka jina hata kuamka. Kutoka pale juu unaruka, maana hao jamaa ndio wameingia, wamebeba mapanga na wanakuja, and that place is lit. So hata wakati unaanguka hivi kimbia bado wanakuona. Hajua kama kuna mshale wangefanya ama risasi wangekupiga. So pia akaamuka, tukakimbia naye tukaenda huko chini. Tukaingia tukaingiza kwenda kule kichakani kule kwa Joseph. Tulikuwa na askari wetu, lakini hawakupiga hapo. So tulikuwa usipiga hata risasi kufanya nini. Tukaenda huko ndani. Magari yote imeenda, tumebaki peke yetu. Vile tulitoka huko mpaka tukatafuta taxi ikatupeleka mpaka Kisumu, is a story for another day. But that day mimi ningependa tu wale waheshimiwa wa Homa Bay. Alafu kulikuwa na msichana wetu mmoja wa timu yetu anaitwa Abi naye wakati aliona mambo yamechemuka kabla tufike. Yeye akaamua kurudi akaenda akaingia kwa ambush. Hiyo jamaa wamefunga kila mahali. Na wanapigwa mawe. Sasa tena wakatali wakaingia kama wanaingia kwenye kanisa. Kwenda kanisa kule kupata gate imefanya nini? Imefungwa. Nao wakwara wanafika hapo. Na Abi alikuwa na driver na alikuwa na bodyguard na alikuwa na msichana anaitwa Agneta kwa hiyo gari. Sasa hawa jamaa wakakuja wakapiga gari yote ikamwangika chini. Sasa hiyo Abi akatoka na bodyguard akatoka. Bodyguard alikuwa amebeba, alitoka na panga. Bodyguard ambaye hakukuwa na nini? Hakukuwa na silaha yote. Alikuwa ni askari by the way. Alikuwa ni askari. Wewe jamaa bila kutoka namna hiyo alikatwa. Alikatwa kama mnyama, alikatwa na akakufa hapo na hapo. Sasa huyu Abi alikuwa ni mtu wa baba sana. Wana support Raila sana. Na kaambia kweli mimi kule kwetu kwao ni Nakuru. Watu walikuwa wananichukia kwa sababu nina support baba. Nikuja hapa Homa Bay kwa baba kwenyewe pia niuliwe hapa. Wakamwambia toa evidence. Kama wewe ulikuwa mtu wa baba, akatoa simu. Lakini alikuwa na picha, alikuwa amepiga na Raila. So wakamwacha. Hawakumu. Driver mwenye gari naye bila alitoka hivi akaona vile gari lake limepigwa, akasema bwana, hamwezi kuharibu gari yangu namna hii. Unaharibu gari yangu namna gani? Akakuwa mkali hivyo. Jamaa walimkata mguu na shoka. Kwa magoti hii walikata mguu ikakatika. Huyu jamaa asuspiki nao alipelekwa hospitali, akakuwa admitted hapa kwa hiyo. Wakatoa mguu yote. Now, huyo Abi wakati kujidana na huyo Agneta naye vile aliona mambo imechemuka hapo. Na ndio amejitetea, mpaka ametoa picha za baba na hajawachiliwa, ni kama wajamua watamfanyia nini. Agneta ikakuwa mguuni poni. Akajomoka mbio. Na Agneta kila mahali alikuwa anapita, alikuwa anaenda na panga. Walimkata. Lakini alitimua mbio, wakajaribu kumfuata wafanye nini? Wakashindwa. Baadaye alipelekwa
hospitali kama ametoka. Hajatoka hospitali, lakini alikatokatwa sana. Na ni wanaume ni wanakata mwanamke. Wanakata kabisa, wanamkata. But now sisi kama viongozi tunajiuliza hili swali. Haya mambo yote yalikuwa ni ya nini? Because tulikuwa tuna exercise our democratic right. Lakini kama serikali imesuspend katiba ya Kenya kusema kwamba kuna sehemu zingine ambao viongozi hawatakani kwenda. Wanatakana watueleze kwamba Homa Bay is a no-go zone. Watu wajue kwamba hatuwezi kwenda huko. Na wale watu ambao walikuwa wanajifanya kwamba wanapanda baba sana, mpaka wamechaguliwa kwenda kwa bunge, mpaka wamechaguliwa kwenda kwa wako members of the council of governors, wengine ni maseneta. Adhi wanajaribu kutuambia kwamba ile kazi ambayo baba alikuwa anafanya ilikuwa ni moto wa magazeti bila wao wanasema. Kwa ground kule kwamba kumbe kule Nyanza, Luo Nyanza hakuna demokrasia. Na haya mambo ambayo yanafanyikia viongozi na wala ambao wanapanga, unajua kama ni governor anapanga kwa mfano. Unajua kuna magavana wawili hapo. Alikuwa anajua senator na governor Orengo alikuwa pale na tembea alikuwa hapo. Yeye mwenyewe pia alikuwa member of National Assembly. Anajua wajumbe wako hapo. Colleagues wake, former colleagues wako hapo. Anajua kwamba sisi tukikuwa Homa Bay ni viongozi tumeenda ni wachache hata tufiki viongozi 100 kwa jumla. Hizo crowd zote ambazo tuna address ni watu wa Homa Bay. Tunawa-address watu wa Homa Bay, hatutakuja na wao. Tutawacha Homa Bay. Yeye anaishi Homa Bay. Anaweza kuongea na watu wake wakati wote. Ni shida gani kubwa hii ambayo hawataki viongozi waende ongea na watu wa Homa Bay na wauze sera zao? Na kama wanajiamini sana kwamba hiyo ngome ni yao, mbona wasikubali watu wengine waje tu ongea wakijua kama hii ngome yetu na kuna mambo itabadilika. Na kama viongozi pia lazima kuwe na certain level of consciousness. Kwa sababu hii dunia yetu ya Kenya, jamii zote zinakaa kila mahali. Hata hapa kwa Trans Nzoia kuna 80,000 members of the law committee ambao wanakaa hapa. Integrated. No discrimination whatsoever. Sasa wewe ukienda upiga na tembea umuue kwa sababu ni Mluhya na ameenda Homa Bay. Ni nini kitafanyikia jamii yako ambayo uko Trans Nzoia na uko sehemu zingine? Kama mtu ambaye anatumia akili. Kama jana because mimi na Jack tungewawa. That was the slowdown. It was close. Because there was no security, gari yetu inaharibika, imekwama, is completely grounded. If anything had happened to us, wale watu ambao mlipanga, because that thing was properly organized, goods were facilitated, mlipanga. What was the end game? Because by now, Kenya ingekuwa na waka mkumoto ingekuwa inachomeka, na ile maneno ingeanzishwa ingekuwa inakwisha. And that's what tunasema pale, hata wale washikadau wa usalama wenyewe maana mko na intelligence. Kenya iko na system ya intelligence ambayo ni nzuri sana hizi. Wanapeana and they give information bila kuongezea chumvi. Hatuwezi kuambia kwamba muandike hivi na iko hivi. Wanakuambia huu ndio ukweli. I'm sure NIS walikuwa wameandika report kwamba kuna watu wamepanga hivi, wamehami watu wamejihami ama wamebatisla kwenda kufanya hili na hili. Sasa wewe Murkomen ambaye ni waziri wa nchi, yale mambo ambayo yalifanyika, wewe utasema kwamba kwa wakati on my watch utakuwa proud kwamba such a thing happened that particular day on that particular day kule Homa Bay. Is this part of your achievement ambayo siku moja utaambia wajukuu wako kama nikikuwa waziri viongozi karibu wao kule Homa Bay. Na ujue kwamba ofisa wako mwenyewe utawala, ofisa mwenyewe wa polisi pia ameuawa huko. Na watu ambao wamepanga mambo ya. But our own observation pia ni kwamba hata security agents wenyewe kuna wale ambao huko wanataka haya maneno at all. You could see hata wengine walikuwa wanatuomba lunch huko bwana, sababu na njaa inatumaliza. Mmemwapila watu from all police station wamekuja kwa dam Super South na lengo la kwenda kupiga viongozi, and you can't even give them the bottle of. So nchi ya Kenya ni taifa letu sisi wote. Lazima tukubaliane namna hiyo. Na wacha hata IBC wenyewe waseme kwamba tulikuwa tuna campaign. Meet the people tour, hata kama campaign period ijaanza, hatuwezi tukaa kwa nyumba na Ruto kila siku mwenyewe kama ni president, ako juu gari ana campaign,
ana insult, anatuchallenge tutoe agenda yetu, tutoe program yetu, anasema tu kwamba tuna akili, sio hatuna nini, sisi ni mafala. So hao wanataka kwamba yeye atembea kitutusi sisi, na sisi tumenyamaza. Wana president na demonstration ya ufala kushinda ile maana ifanyika Homa Bay juzi. Kama hiyo sio ufala hiyo na ukosefu wa akili, hiyo ilikuwa ni nini? Maana wale watu ambao wanatupiga sisi wenyewe kama viongozi na wananchi, lazima tutoe ushuru ndio wapate mishahara. Wewe ndio ulipe na pesa zako, lakini unawatuma kuja kupiga their own employers. And we are saying, hii Kenya imekuwa na marais wawili wameaga dunia. Sio lazima utupende. But you've got a higher responsibility as the head of state kuhakikisha kwamba personal liberties zinakuwa guaranteed, our right to life is guaranteed, protection of property is guaranteed, and ensure kwamba kuna national unity. The moment nashika hiyo katiba na Biblia na kuapa, hiyo ni majukumu ambayo lazima ufanye. If you look back, Mr. President, do you believe in your heart of hearts kwamba you've been true with the letter and the spirit of the Constitution? Hii Kenya doesn't belong to you, wanafikiria. Hii Kenya ni yetu sisi wote, we are all stakeholders of this country. Tafadhali msianze kufanya mambo ambayo iko nje ya katiba. Najua some of you hamku support hii katiba. Is an inconvenience to you. But hamuna an alternative, you have to live by the Constitution. Na kule Homa Bay, tunarudi Homa Bay. We have to go back to Homa Bay. Because tusipofanya namna hiyo, iko wajinga wengine pia ambao wataanza kufikiria kwamba huku kwangu itaweka watu kwa barabara na watu wasikuje wapi? Wasikuje. Na kama wana behave hivi siko kutaka kuiba kura Homa Bay, so watatufungia sisi wote hata agents watafika huko. Alafu waibe kura. So we'll go back there. Tutafanya kufanya mikutano pale. Na wale viongozi ambao tupangia njama, sisi we are not as primitive as you are. Mkitaka kuja Kitale kesho, kujeni ufanye mkutano. Just come, you're welcome. Kujeni, come kwanza mmoja sasa tu maana ninyi mnajua mnapata nini. And by the way, ile safari ya Homa Bay imetuonyesha kwamba hata si wenyewe ambao tuko kwa mtandao kwa upinzani, we are much better than some of those players. Hawa wanaumia bwana. Anaishi Haiti. Hii kitu hii ni story. Kusema tu tamu uko ndani ya serikali utapata kitu extra. Huyu Ruto wale ukiingia kwake ndiye anakudharau, ndiye anakuignore kabisa. Mnazageka ka stadium pale kwa town hapa na weka kalami hapa. Watu wanaumia bwana. Watu wanaumia sana. By the way, wale walipigana wangetupiga, wangetuaje tu maana barabara ilikuwa imefanya kazi yao tayari. Hizo wala na mama Tu bwana. So, Mheshimiwa Kanja, by the way, Kanja sisi tuko kwa serikali. Kama kuna askari ambaye alikuwa professional, hata tena kupigana na wale majangili kule Dusit. Himself, yeye ndio baba jeshi. Kanja mwenyewe alikuwa commandant wa GSU. And Kanja hata mnabila anaongea sana dedicated person. Hapa mbane na kizungu adini anatafuta phrases na hapa anaongea kwa kizungu. Kanja amefika miaka 60 ya kustaafu. Wacha Kanja tu awache kujaribia reputation ambayo amejenga over the years. My brother, you cannot oversee chaos like those and retire with your dignity intact. Haiwezekani. Kama Ruto hawezi kufuta kazi, wewe mwambie tu ya because amekuweka pale utumie kufanya kuwa hatchet man, kufanya vitu chafu kama hiyo. Na Raymond is a young man. Raymond akumbuke kwamba jamii ya Waluo wamekuwa wanapewa nafasi katika idara ya interior ya security. None of them has ended well. Angalia mambo ya Oyugi alikuwa hata Oyugi sisi tukiweka serikali kwa administration Oyugi alikuwa ametoka. But Oyugi wadi mtoa like kupigia simu. Hapo Nairobi na huko Busia but I'll ask you bwana DC tunaongea na umesimama. Umekaa chini. You stand. Na ukimaliza you salute na huko peke yako kwa ofisi. Ukifanya kwa hapo Harambee House na huko Busia but you salute. Bernard Chunga hapa DC. Mambo ya huko, they participated in those things. You are so easy to be used because you're mesmerized by power. Usidanganye kwamba ati ukiambiwa na president afanya hivi ati mambo yakiumana atakuja kutetea.
And all this you're doing by then are being documented. The international communities in this country. Cases zetu za Hague hazijakwisha bado zipo. Baada ya maafa ya 2007. The justice was not done. And we are going to revisit it. And some of us have put our lives on the line. We're not looking for power, not looking for anything. We're just looking for the comfort and happiness of the people of Kenya. Because we believe our country deserves better. Not the kind of leadership ambayo yapata potea ambayo tuko nayo sasa hapa. So wala ambao wamepewa majukumu ya kusimamia usalama, tafadhali pekee kuyajo. So hiyo magari yote ambayo mlichoma ya polisi imechomwa, magari yetu imechoma, hiyo ni pesa ya taxpayer. In fact, I wish kama mtu toa waombe angejua gari yangu tunapotea nayo. Hado nayo Tanzania. Wewe ni mtu mjinga namna gani? Gari iko hapo iko na mitambo na unachoma. And then you claim kwamba you've got a brain. You are completely brainless. Hakuna kitu kwa hiyo kichwa hiyo. Alafu sasa unafikiri kwamba ile kazi umefanya sasa ni ya muhimu kabisa ni kupiga viongozi. Please, the trick is just simple. Kama unataka kulinda mwananchi, kaa nyumbani. Ama ukuje usikilize, ufanye nini? Na urudi nyumbani. Kuna possibility ile uongo ambao huwa mnawaambiwa utakuja kwa hiyo mkutano, you learn something. Na useme hapa kumbe nilikuwa nimepotozwa, waje ningojee siku ya kura ndio nipigie wapi au watu wanda. You learn something. But this is mambo ya wewe uko na kichwa, alafu unakubali kutumia kile yako naenda na wacha nyumbani, unatumia kichwa mtu mwingine. Ili umpafu ni kinga kabisa. Heshima kwa. Blood fucking. Blood fucking. His Excellency Governor is covered a lot of what you wanted to say. We just want fairness in application of the law. The other day, Muliona Gakusha, Mheshimiwa Gakusha, akashikwa kama mnyama. Yes, akiwa kwa story ya hawa watu wa Citizen. Lakini Kaluma vitu amesema ni more than vitu mingi, lakini Kaluma anatembea tu kwa sababu is Mr. Right. Your Excellency the President, hii maneno umeanza, hakuna mtu mwingine atasamoniwa aende. Mimi amuniwezi nishika. Because kama Kaluma hajashikwa, utashika na tembea. Hatuwezi kubali. Duale amesema ametukana whole community ya Wakamba. Ametukana whole community ya Wakikuyu. Hakuna mahali Duale ameshikwa. Lakini kwa sababu sisi ni wale watu ati tuko chini, hapana, tuko pia na community ya kututetea. Na kama unataka hivyo rule of the jungle ikuwe sawa. Kila mtu ajitetee. Mumetupiga Homa Bay, sisi pia tulikuwa na mkono, tulitembea nayo kabisa. Lakini tukasema kwa sababu ya rule of law, wacha tuache serikali ifanye mambo yake. But we failed us. We almost died. So do you think next time tutaenda tu kama tumekaa? Hapana. Na kama sisi tungepanga, what would have happened in Homa Bay? No, tuseme tu kweli nyinyi wanahabari. Sisi huyu natembea kwani mnamuona aje? Komando. Kama kuna mtu anajua kupanga hiyo aje Kaluma hii mtu ya ni komando. Kama tungepanga, what would have happened in Homa Bay? So your Excellency, you are training on very dangerous lane. Wewe mtu aseme yake aende. Juzi umekuwa Bungoma. Ukadanganya watu wetu kama kawaida. Unaenda ati kulonji barabara ya Nzoia. Kuna barabara mingi huko zimekwama. You never spoke about it. Barabara iko na 22.8 million. Ndio unakuja kulonji. Tulijua unatudanganya. You never spoke about Nzoia itself. Haukuongea maneno ya wakulima, pesa yao. Haukuongea maneno ya workers. Tunajua unatudanganya, lakini tukakuvumilia. Sasa kama sisi tu pia tunafunga, Homa Bay wanasema unafunga. Tukifunga hapa utaenda hapa. Na sisi Waluya tukifunga tunafunga sawa sawa. Kama hujui enda uliza Moi, tulifungia hiyo wakati moja. Tulifungia hapo River Nzoia hapo chini. Anajua Moi alitoka kwa power kama hajakanyaga huko tena. So your Excellency, don't push us because bahali unatuelekeza ni hapo. Pia tutafunga. Na for sure tukikufungia utajua tumefunga. Mwisho sisi kama group ya Leader Mwananchi tuliwaambia watu wetu tuko na chama. Na tuko tayari sasa. Very soon utaona white smoke au vigogo wakimwambia mambo ya chama. Tuko na chama, tunaomba watu wetu waingie kwa hiyo chama.
Watu wengine hapa chini wameanza ukora ati mimi mnipatie tu kura kwa Ford Kenya lakini na support Sifuna. Hapana. Hiyo ni ukora ukanjare. Hiyo laana. Kama wewe unapenda Sifuna, Ruto akiingia na MCA wa Uasin Gishu, Sifuna aingie na MCA wa Trans Nzoia. Ruto akiingia na wabunge wa Kericho, Sifuna aingie na wabunge wa Bungoma. Alafu tunieka Ruto aingie na wake. Hapo ndio sasa kura itaanza. Sasa tuko tayari, and for the avoidance of doubt, Edwin Watenya Sifuna anaenda kwa debe. Kama kuna mtu anafikiria tunakula tear gas Homa Bay, ati ndio tukuje tukae kwa meza, atukwa bodu mtu acha hiyo kitu. Kwani gari inatembea inaungua in vain? Sisi tunaenda kwa debe. Tunaomba hawa viongozi wengine, ndugu Gachagua, unaweza, uko na all that it takes to be president, lakini tumesupport watu wengi pia. Tunaomba hawa ndugu zetu wengine, Matiang'i, unaweza, lakini kwa hii round hii msimame tu na hii kijana yetu. Asubuhi mtu anatusumbua, Raymond hatakuwa anaozenda. Asubuhi saa 12 asubuhi tutakuwa tumemalizana na hii.